Get the point. Take a step forward. Leo tuna somo moja fupi sana. Nimesema fupi sana. Kaeni makini. Amina. Somo la leo ni somo linalosema Christmas ndani ya Biblia. Nimesemaje? Christmas ndani ya Biblia. Leo tunachoangalia ni Christmas ndani ya nini? Ya Biblia. Basi tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwema mkuu, Mungu muumbaji, tunakualika kwa ajili ya somo la Christmas. Wewe ndio unajua kuhubiri, na mimi naomba nisimame kama chombo. Wewe ndio kawe mhubiri mkuu katika somo hili. Roho Mtakatifu akalifafanue. Tunaomba yote yakaeleweke kwa wasikilizaji, na kila mmoja kampatie nafasi ya kuokolewa. Jipatie ushindi ndani ya somo la leo, na jina lako likapate kutukuzwa. Tunaamini utatenda, tunaomba kwa jina lako Yesu, amen. Amina. Christmas ni kuzaliwa kwa nani? Christmas ni kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Alizaliwa tarehe ngapi? Mwezi wa ngapi? Hicho ndicho tunataka tuangalie kwenye Biblia, kwamba ni kweli Yesu alizaliwa tarehe 25. Maana mpaka dakika hii tunavyoongea na wewe hapo, Christmas inasherekewa na watu 3% ya dunia, kwamba Kristo amezaliwa. Na kila Disemba 25 Yesu anafanya nini jamani? Anazaliwa. Je, ni kweli? Hicho ndicho tunataka tuangalie. Kile kitabu cha Mwanzo wameandika hivi. Tunahitaji tuangalie na manabii wanasemaje kwa habari ya kuzaliwa kwa nani jamani? Kwa Yesu. 49 fungu la kwanza. Mwanzo 49 mstari wa kwanza. Bwana anasema, Yakobo akawaita wanawe, akasema, kusanyikeni. Akawaambia kusanyikeni, ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Ili niwaambie yatakayowapata siku za lini? Za mwisho. Kusanyikeni, njoni msikie, ili msikie, enyi wana wa Yakobo. Nyinyi wana wa nani? Wa Yakobo. Wanaitwa waambiwe siku itakuwaje, siku za mwisho. Nini kitatokea? Lile fungu la 8 ameandika hivi. Mwanzo 49 fungu la 8, Bwana anasema, Yuda, ndugu zako watakusifu. Mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako. Endelea. Wana wa baba yako watakuinamia. Wana wa baba yako watakuinamia. Yuda. Kumbuka Yesu alizaliwa katika ukoo wa nani jamani? Wa Yuda. Unabii unatabiriwa. Nabii wa kwanza katika Biblia aliyetabiri kuzaliwa kwa Yesu kwa mara ya kwanza katika dunia hii aliitwa Yakobo. Anatabiri kwamba Kristo atazaliwa, lakini atazaliwa katika ukoo wa nani? Wa Yuda. Anasema ndugu zako wengine watakuinamia. Endelea. Yuda ni mwana simba kutoka katika mawindo. Mwanangu umepanda. Aliinama akajilaza kama simba. Biblia inasema akainama akajilaza kama simba. Na kama simba mke. Ni nani atakaye mwamsha? Endelea. Fimbo ya enzi. Hiyo ndio sasa unabii wa kuzaliwa kwa Yesu unaanza. Fimbo ya enzi. Unaposikia neno fimbo ya enzi, maana yake ni utawala. Anasema fimbo ya enzi. Haitaondoka katika Yuda. Haitaondoka katika nini? Katika Yuda. Endelea. Wala mfanya sheria kati ya miguu yake. Hata atakapokuja yeye. Mwenye miliki. Ambaye mataifa yote watamtii. Mataifa yote watafanya nini? Watamtii. Anayezungumzwa hapo ni Kristo. Tunachotafuta ni tarehe ya kuzaliwa kwa nani jamani? Kwa Yesu. Maana sisi tunaishi kwa imeandikwa.
ikiwa manabii waliandika, tunataka tupate ushahidi. Amina. Yakobo anasema fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda hata mfanya sheria atakapokuja. Anayezungumzwa pale ni Kristo, ambaye mataifa yote watamfanyaje? Watamtii. Endelea. Atafunga punda wake katika mzabibu. Na kweli Yesu alipokuja alipanda nini jamani? Punda kwenda Yerusalemu. Endelea. Na mwanapunda wake katika mzabibu mzuri. Endelea. Amefua nguo zake kwa mvinyo. Mavazi yake kwa damu ya zabibu. Macho yake yatakuwa mekundu kwa mvinyo. Na meno yake yatakuwa meupe kwa maziwa. Zabuloni, Zabuloni atakaa pwani ya bahari. Basi hapa Biblia inatoa unabii wa kuzaliwa kwa Yesu, umeishia hapo. Amina. Kwamba Yuda, katika ukoo wa Yuda Yesu atafanya nini jamani? Atazaliwa. Waebrania 7 ile fungu la 14 linathibitisha. Katika ukoo wa Yuda Yesu atazaliwa. Na kweli ulipofika wakati akazaliwa. Na Soma. Waebrania 7 fungu lake la 14, Bwana anasema maana ni dhahiri kwamba Bwana wetu, Bwana Yesu alitoka katika Yuda. Alizaliwa katika ukoo wa nani? Wa Yuda. Kabila ambayo Musa hakunena neno lolote juu yake. Basi swali langu ambalo nataka mnijibu nyinyi, Yakobo ameandika kuzaliwa kwa Yesu, ametabiri. Je, ameandika tarehe? Hapana. Ameandika mwezi? Hapana. Ameandika mwaka? Hapana. Tunachotafuta leo tukione katika Biblia ni tarehe ya kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Na mwezi. Hicho ndicho tunatafuta. Tarehe, mwezi, kingine nini? Mwaka. Hicho ndicho tunatafuta. Maana wote wanaosherekea sherehe zote za kuzaliwa huwa wanafuata tarehe ambayo mtu alifanya nini jamani? Alizaliwa. Huwezi ukasherekea tarehe ambayo mtu hakuzaliwa. Na hilo ndio tunalotafuta hapa. Yakobo ametuandikia kwamba kweli Yesu atazaliwa katika ukoo wa Yuda, lakini Yakobo hajaandika mwezi, hajaandika tarehe wala mwaka. Isaya yeye ameandikaje? Isaya ameandikaje? 7 fungu la 14. Ameandika hivi. Isaya 7 mstari wake wa 14. Ameandika nini? Bwana Mungu anasema. Anasema hivi. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara kwamba tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, naye atamwita jina lake nani? Imanueli. Basi ni nabii Isaya huyo anatabiri kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Ameandika tarehe? Hapana. Ameandika mwezi? Hapana. Ameandika mwaka? Hapana. Hicho ndicho tunachotafuta. Kama manabii hawajaandika, wewe hii tarehe 25 uliitoa wapi? Hicho ndicho tunachotafuta. Maana habari ya kuzaliwa kwa Kristo imeandikwa na manabii, imeandikwa ndani ya Biblia, lakini kwa habari ya tarehe, anza kusoma Biblia yote mpaka Ufunuo, sijawahi kuiona. Labda leo tutaiona. Nabii Yakobo hajaandika tarehe. Isaya bado hajatuandikia nini? Tarehe. Lakini bado Isaya anaendelea kuongea. Sikiliza Isaya hiyo 9 fungu la 6. Isaya 9 mstari wa 6. Anaendelea kuandika. Bwana anasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, na nani? Mfalme wa amani. Kumeandikwa tarehe hapo? Hapana. Naomba muwe makini sana. Kumeandikwa mwezi? Hapana.
Bado Isaya anasema kwa ajili yetu mtoto umefanya nini? Amezaliwa. Na tumepewa mtoto wa nini? Wa kiume, ambaye majina yake ni mfalme, ni mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa nini? Wa amani. Lakini hajaandika tarehe. Rafiki zangu, wale mnaonisikiliza popote hapo na wale mnaonitazama kwa masafa ya mbali, ninaomba tuwe makini. Tunachotafuta hapa ni tarehe ya kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Hicho tu. Somo la leo ni somo la kutafuta tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu. Manabii waliandika kuzaliwa kwa Yesu. Je, waliandika tarehe? Isaya ameishi hapo unabii wake. Tunamuuliza Mika. Mika yeye anasemaje? Kabla ya Mika tumuulize Balaamu. Hesabu 24 fungu la kwanza. Hesabu 24 fungu la kwanza. Hesabu 24 mstari wa kwanza. Bwana Mungu anasema, basi Balaamu alipoona ya kuwa Balaamu na yeye ni miongoni mwa manabii waliotabiri kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Kwa Yesu. Ni miongoni mwa manabii. Je, aliandika tarehe? Naomba muwe makini sana. Balaamu naye akatabiri. Endelea. Basi Balaamu alipoona ya kuwa ilimpendeza Bwana kuwabariki Israeli, hakwenda kama hapo kwanza, ili kutafuta uchawi, bali alielekeza uso wake jangwani. Balaamu akainua macho yake akawaona Israeli. Akaona Israeli wamekaa kabila. Roho ya Mungu ikamwijia. Akatunga mithali yake. Akasema, Balaamu mwana wa Beori asema, yule mtu aliyefungwa macho asema, yeye asikiaye maneno ya Mungu, yeye anayeyasikiliza maneno ya Mungu, yeye aonaye maono ya Mwenyezi, yeye anayeyaona maono ya Mwenyezi, akianguka kifudifudi, amefumbuliwa macho. Ile fungu la 17 ameandika hivi. 24:17 Hesabu Bwana anasema. Ameandika hivi. Namuona. Nabii akaandika namuona. Anatabiri kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Namuona. Lakini si sasa. Sikiliza, Balaamu anatoa unabii. Ninamtazama. Lakini si karibu. Sio karibu. Nyota yatokea katika Yakobo. Yaani nabii Balaamu akaiona hata ile nyota iliyotoka wapi? Yakobo. Yaani ile iliyotoka mashariki, ambayo iliwaongoza mamajusi kuwapeleka mahali mtoto alikofanya nini? Alikozaliwa. Nabii Balaamu akaiona. Ninaiona. Nyota itaonekana katika Yakobo. Endelea. Na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli. Na itazipiga pembe za Moabu. Na kuwavunja wana wote wa Gathia. Basi. Unabii wa Balaamu kaishia hapo. Ameandika tarehe? Hapana. Amekuona kuzaliwa kwa Yesu, akaona na ile nyota iliyoongoza mamajusi kuwapeleka mahali mtoto alipozaliwa, lakini hajaandika tarehe ngapi, mwezi wa ngapi, mwaka wa ngapi. Swali langu, na ndio liwe swali lako, kwamba hao wanaosherekea tarehe 25 kama manabii hawajaandika, wao waliitoa wapi? Tunachotafuta leo tuone tarehe ya kuzaliwa kwa nani jamani? Kwa Yesu. Imeandikwa. Maana tunachotafuta tuone imeandikwa. Lazima tuishi kwa imefanya nini jamani? Kwa imeandikwa. Balaamu amemaliza unabii. Mika yeye anaandikaje? Mika 5 fungu la kwanza, fungu la pili ameandika hivi. Mika 5 ule mstari wa pili. Ameandika nini? Bwana anasema, bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe mtoto atazaliwa. Atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli. Israeli. Anazungumziwa Yesu hapo. Ambayo matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Yamekuwepo tangu zamani za lini? Za kale. Na Yesu alipozaliwa, alizaliwa katika mji wa Bethlehemu. Mika akaona mpaka mahali ambapo Yesu atafanya nini? Atazaliwa. Katika mji wa Bethlehemu. Lakini bado hajaandika nini? Tarehe. Hajaandika nini? Mwezi. Hajaandika nini? Mwaka. Leo tutakamatana hapa. Amina.
lazima ijulikane tarehe 25 ilitokea wapi, na leo tunaifunua hapa hapa. Amina. Maana mnaweza kuwa mmeliwa tu keusi, leo tunaweka wazi. Bwana asifiwe. Amina. Leo mambo yote tunayaweka nini? Wazi. Na wale mlioko mbali mngelisogea, maana vizuri mkajionea wenyewe. Kila kitu tunakiweka wazi leo. Amina. Yakobo hajaandika tarehe, Isaya hajaandika tarehe, Balaam hajaandika tarehe, Mika hajaandika tarehe. Tumuulize nabii mwingine anaitwa Zekaria, yeye aliandika. Hebu sikiliza Zekaria yeye anaandikaje? 9:9. Zekaria 9 ule mstari wake wa 9. Bwana Mungu anasema. Ameandika nini? Furahi sana. Furahi sana. Furahi sana. Wewe binti Sayuni. Binti Sayuni. Piga kelele. Binti Yerusalemu. Sikiliza. Tazama. 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 Mfalme wako anakuja kwako. Anatabiri kuzaliwa kwa Yesu. Mfalme wako anakuja kwako. Mfalme wako anakuja kwako. Anakuja kwako. Ni mwenye haki. Ni mwenye haki. Naye ana wokovu. Ana wokovu. Ni mnyenyekevu. Mnyenyekevu. Amepanda punda. Amepanda nini? Punda. Kweli Yesu anaingia Yerusalemu, aliingia amepanda nini? Punda. Zekaria anakutangaza huko. Anaandika ni mnyenyekevu, ni mpole. Na Yesu kweli alijitangaza yeye ni mnyenyekevu na mpole wa nini? Wa moyo. Anasema anaingia Yerusalemu. Amepanda punda. Amepanda punda. Naam. Yes. Mwana punda. Mwana punda. Mtoto wa punda. Amepandwa. Yesu anaingia Yerusalemu. Zekaria anatabiri kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Je, ameandika tarehe? Hapana. Ameandika mwezi? Hapana. Ameandika mwaka? Hapana. Wale mliopo hapa jamani, mnaonisikiliza na wale mnaoniangalia kwa TV, naomba iweni makini rafiki zangu. Iweni makini sana. Kwa kweli kama ni uongo ni huu. Leo ninataka niuweke wazi. Kama nilivyotangulia kusema kwamba leo kuna visherehe tu ambavyo watu wamevitunga, watu wamevifanya, wamevikubaliana. Ni sawa na kukubaliana na visherehe tu vya wanaukoo. Jamani, tuwe na kasherehe kila mwaka. Wengine wanafanyaga tarehe 1, wengine tarehe ngapi. Wanakubaliana tu ili kusudi wapate mahali pa kukutanikia, ili tuwe tunakutana, tunajuana, wana ndugu. Leo sherehe zingine zinaitwa mafogongo, fogonko, si fogongo. Watu wanakutana kwenye mafogongo ili wafahamiane. Sasa ya wenzetu, sherehe za wenzetu zimevikwa jina la Yesu. Nilikwambia hata kwenye sikukuu ya Pasaka, kati ya masikukuu ambayo yamevikwa jina la Kristo na huku sio sahihi, mojawapo ni Christmas, mojawapo ni Pasaka. Vitu ambavyo haviko katika Biblia, havipo. Nabii Mika hajasema, Zekaria hajasema, Isaya hajaandika tarehe, Balaam hajaandika, Yakobo hajaandika tarehe. Nani mwingine? Miongoni mwa manabii walioandika kuzaliwa kwa Kristo na waliotabiri habari ya kuzaliwa kwa Yesu ndio haya tuliowasoma. Hakuna mwingine. Na kama yupo utaniletea. Manabii hawajaandika. Tafuta Biblia yote, anza na kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Hakuna tarehe ya kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Tumuulize nani mwingine? Tumuulize malaika. Tunamuuliza malaika Gabrieli. Huyu yeye ndio alipeleka hata habari ya kuzaliwa kwa Yesu, habari ya kubeba mimba kwa Mariamu. Yeye aliandika hivi, pengine aliandika tarehe. Hebu tusikilize. Luka 1:26. Sikiliza. Luka sura ya 1 mstari wake wa 26. Tunamuuliza malaika Gabrieli sasa. Maandiko matakatifu yanasema,
Mwezi wa 6. Ulikuwa mwezi wa ngapi? Wa 6. Malaika Gabrieli akatumwa na Mungu. Alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwari bikira aliyekuwa amepostwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi. Jina lake bikira huyo ni Mariam. Huyo bikira aliitwa nani? Mariam. Anapelekewa taarifa za kubeba mimba ya Yesu. Nampeleka taarifa aliitwa malaika nani? Gabrieli. Endelea. Akaingia nyumbani kwake akasema, akauliza, salamu, uliyepewa neema, na Bwana yu pamoja nawe. Endelea. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Akafadhaika sana kwa ajili ya maneno hayo. Akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope. Usiogope Mariamu. Kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba. Utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Anayeeleza huyo ni malaika. Anamwambia bikira nani jamani? Bikira Maria. Bikira Mariamu. Endelea. Mariamu akamwambia malaika. Mariamu akamwambiaje malaika? Litakuwaje neno hili? Litakuwaje neno hili? Maana sijui mume. Maana hapa nilipo sijui nani? Sijui mume. Alafu anaambiwa habari za kubeba nini? Ni mimba. Na huyo alikuwa bikira. Biblia inamtangaza alikuwa bikira. Na alikuwa na umri wa miaka 27. Binti wa miaka 27 hajakutana na ngono. Lakini hebu anza kufikiria na kuangalia kwa sasa, kwa kizazi tulicho nacho, umri wa miaka 27, binti eti hajakutana na mwanaume. Ukimpata kwa mkoa mzima wa Mwanza unaweza ukakutana na wawili au mmoja, lakini yaweza kuwa usimpate kabisa. Maana leo ukiangalia watu wa umri huu 27, kama hana watoto 5 watakuwa 6. 27. Mwenzako bado anaita nani jamani? Bikira. Lakini leo wengine mlishafundishwa na kwamba eti kukaa miaka nenda rudi bila kukutana na mwanaume unaweza ukaugua, mwenzako hakuugua. Miaka 27. Anasema halitawezekana neno hili, maana hapa nilipo simjui mume. Endelea. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu. Ndipo malaika akamwambia Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, ndugu yako, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume mwezi huu katika uzee wake. Na mwezi huu ni wa 6. Hebu watu wanaonisikiliza vizuri, kipindi malaika anapeleka habari za kupokea mimba kwa Mariamu, ulikuwa ni mwezi wa ngapi jamani? Wa 6. Mariamu akapewa mimba. Sikiliza kwanza imalize Biblia. Hebu soma baba yangu. Mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema. Ndipo Mariamu akakubali akasemaje? Alisemaje? Tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Na iwe kwangu kama ulivyosema. Sema. Kisha malaika akaondoka kaenda zake. Mimba ikaingia. Mwezi wa ngapi huo? Wa 6. Mimba ikafanya nini? Ikaingia. Mariamu akabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mwezi wa ngapi huo? Wa 6. Sasa wale mliowahi kubeba mimba, ukiibeba mwezi wa 6 inakubalika izaliwe Disemba? Hapana. Hivi mimba huwa inamaliza miezi mingapi ili izaliwe? Miezi 9. Sasa hebu tuhesabu kuanzia mwezi wa 6. Tunaanzia wa 7 kisayansi. Sayansi ya mimba inaanzia wa 7. Sasa tuanze kuita wa 7 tuite 1. Wa 8 2. Wote tuweni darasani wote. Wa 9 3.
wa 10 4 11 5 12 6. Mtoto amezaliwa. Unajua kuna uwezo, yani kuna uongo ambao uko sabuleni. Kweli. Ila watu hawauoni. Na wengine mna macho lakini hamuoni. Kabisa. Yani unashindwa kuelewa hivi, hata kama ni wewe unayesoma Biblia popote unakoniangalia, Yesu abebewe mimba mwezi wa 6. Mimba ibebwe mwezi wa 6. Wa 12 zaliwe kweli? Hapana. Yesu alikuwa ndebile? Hapana. Au njiti? Jamani, tumeliwa kabisa. Na mtu ukimwelekeza ukweli, yeye anafikiri eti unamponda. Jamani, utapondwa bila kuumia. Rafiki zangu, hii elimu tunayowapatia hapa Mnazi Mmoja, upande wa Sengerema hapa Mwanza, ni ngumu, ni adimu, ni elimu adimu. Wewe unapoipata hii elimu, ninachowasisitiza, ifanyieni kazi. Amina. Unapoelewa, kubali kubadilika. Amina. Yesu ni kweli alizaliwa. Sikiliza vizuri. Kweli Yesu alizaliwa, lakini tarehe yake ya kuzaliwa, jamani, kwenye Biblia haikufanya nini? Haikuandikwa. Haikuandikwa. Ndio maana nilitangulia kuambia hivi, ukiona jambo linafanywa na Wasabato, wewe fanya bila kuuliza. Ukiona Wasabato hawalifanyi, na wewe nyamaza. Amina. Maana watu hawa ndio wanaobukua. Hawa ndio wabukuzi wa maandiko. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa hapa tumemuuliza Yakobo, hakuandika tarehe. Tukamuuliza Isaya, hakuandika. Tumemuuliza Balaam, hajaandika. Tukamuuliza Mika, hakuandika. Mwingine tuliyemuuliza miongoni mwa manabii ni Zekaria, hajaandika. Tumemuuliza malaika Gabrieli, mpelekaji wa taarifa za kubeba mimba ya mtoto Yesu, na yeye tarehe hajafanyaje? Hajaandika. Tumuulize nani mwingine sasa? Tumuulize nani? Sira. Sira wa wapi huyo naye? Ile Sira wa Kaunda. Naomba tusikilizane. Sasa tumuulize Mariamu, mama yake na Yesu, mzazi mwenyewe, tufanye nini jamani? Tumuulize. Labda yeye kipindi anamzaa aliandika. Mathayo 2. Tuanze na fungu la kwanza. Mathayo 2 ule mstari wa kwanza. Bwana anasema. Yesu alipozaliwa katika Bethlehem. Yesu alipozaliwa katika mji wa Bethlehem. Bethlehem ya Uyahudi. Sikia. Zamani za mfalme Herode. Endelea. Tazama na mamajusi wa mashariki. Mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu. Wakafika Yerusalemu. Wakisema. Wakamwambia, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Yuko wapi yeye aliyezaliwa na mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake ya mashariki. Endelea. Nasi tumekuja kumsujudia. Tumekuja tumsujudie. Basi mfalme Herode alipoyasikia hayo, alifadhaika. Akafadhaika. Na Yerusalemu pia pamoja naye. Endelea. Akakusanya wakuu wa makuhani wote. Akakusanya viongozi makuhani wote. Na waandishi wa watu. Ili apate kwao habari. Akatafuta habari kwao. Endelea. Kristo alizaliwa wapi? Yesu amezaliwa wapi? Nao wakamwambia. Walimwambia katika Bethlehem. Amezaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi. Bethlehem ya Uyahudi. Kama nabii Mika alivyoandika. Kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Endelea. Na wa Bethlehem katika nchi ya Yuda. Endelea. Huu mdogo kama katika mjumbe wa Yuda. Kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Endelea. Kisha Herode, ndipo Herode mfalme akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Hakika ya tangu nyota inaonekana. Akawapeleka Bethlehem. Ndipo akawapeleka Bethlehem. Akasema, shikeni njia. Mkaulize sana mambo ya mtoto. Na mkisha yapata. Na mkisha kumuona, basi rudini nileteeni habari. Kumbe alikuwa na maana ya kwamba wamletee habari ili akamwangamize. Maana alikuwa amejifunza kwamba atakuja nyang'anywe nini? Ufalme. Malaika wale mamajusi
wakaenda, na walipoachana tu na Herode, ile nyota ikaonekana. Soma wewe. Nileteni habari ili mimi nami niende nimshuhudie. Nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia. Na tazama, ile nyota walioiona ikaonekana, walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasema juu ya mahali alipokuwapo mtoto, hata ikaenda na kusimama mahali alipozaliwa nani? Mtoto, katika mji wa wapi? Wa Bethlehem. Endelea. Nao walipoiona ile nyota, walifurahi, wakafurahi furaha kubwa, walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu, mtoto pamoja na mama yake nani? Mariamu mamaye. Wakaanguka na kumsujudia. Na walipokwisha kufungua hazina zao, kufungua zawadi, wakamtolea tunu, walimtolea zawadi, dhahabu na uvumba na manemane. Na wakiisha kuonywa na Mungu, walipokwisha kuonywa na Mungu wasirudi kwa Herode, wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Mamajusi walifika mpaka mtoto alipofanya nini? Alipozaliwa. Wakamwona mtoto na mamaye anaitwa nani? Mariamu. Swali, waliandika tarehe? Hapana. Tumeona mwezi hapo? Hapana. Kwamba mwaka wangapi? Hapana. Sasa rafiki zangu, watu wa Bupandwa, Bulyanhulu, Mnazi Mmoja, Iturabusiga na popote mnakonisikiliza Tanzania na nchi zingine za nje, kila mahali unakoniangalia kwa TV yako, nataka unisikilize vizuri. Tarehe ya kuzaliwa kwa Kristo haikuandikwa. Tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu, wapendwa, haikuandikwa kabisa. Mtu kama tulifundishwa kwamba tarehe 25, haikuandikwa. Maana tumeuliza manabii hawajasema. Tumemuuliza Gabrieli hajasema. Tumeuliza mamaye na Yesu na wale mamajusi nao hawajasema tarehe. Wewe unayesherehekea tarehe 25 uliitoa wapi? Uliisoma wapi? Jamani, Biblia inasema kwamba kila andiko, naomba hilo fungu lirudie, Timotheo 2:3-16. Kila andiko lenye pumzi ya nani jamani? Ya Mungu. Naam. Kama kitu kimeandikwa, fundisha. Soma Timotheo 2:3-16. Bwana anasema, ameandika hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, ndilo lifae kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao. Kama kitu kimeandikwa, fundisha watu. Amina. Ila kama hakikuandikwa, nyamaza. Amina. Maana kila andiko lenye pumzi ya nani? Ya Mungu lafaa kuwafundisha watu. Amina. Na kuwaonya watu makosa yao. Kila andiko. Amina. Tunapaswa tuwaonye watu makosa yao kwa mujibu wa imeandikwa. Amina. Usinywe pombe, imefanyaje? Imeandikwa. Usizini, imefanyaje? Imeandikwa. Tumia maandiko. Amina. Sasa Krismasi ya tarehe 25, je, imeandikwa wapi? Natoa tangazo na natoa tenda nyingine ya 3. Kumbuka nilitoa tenda 2 mpaka sasa hivi hazijapata wadau. Tenda ya kwanza niliwaambia mnitafutie fungu linalokubali kusali juma ngapi? Jumapili. Tangu niwepo hapa nina wiki 2. Halijawahi kutokea. Na wengine wanaweza wakawa wanawaambia huko vijiweni kwamba tulishampelekea, labda ameficha. Sasa ninapenda nitoe uhuru kwamba yoyote aliye na fungu hilo alilete hapa, iwe ni sasa hivi, iwe ni kesho, aje aseme mdomo kwa nini? Kwa mdomo. Ili wasije wakawa wanawadanganya kule, tulimpelekea ila hakusoma. Halipo. Amen. Na nilitangaza hiyo tenda kwamba kwa yoyote akilipata hilo fungu nitatoa kilo ngapi? 3. Maana yake 300,000 kabisa. Kwani hilo fungu lingelikuwepo kweli, kungelikuwepo na mtu wa kukataa 300,000 kweli? Hey. Hilo fungu halipo. Halipo. Ila mnang'ang'ania tu kwenda kusali Jumapili jamani, hamuna ushahidi. Ni ibada tu za watu. Mtu ukimwambia anasema unatuponda. Nimekuponda wapi sasa? Utapondwa bila kuanguka.
Hatupondi watu wala hatutukani watu. Tunachozungumzia ni kile kilichofanya jamani, kilichoandikwa. Mimi rafiki yangu ninaishi kwa imeandikwa. Amina. Na kile ninachozungumza hapa tangu niwepo hapa ninasoma. Amina. Hakuna ninachosema kutoka kichwani. Yaani hata kama ukiniita kwenye sheria unaenda kuaibika wewe mwenyewe. Amina. Maana mimi nitasoma. Halafu wewe wanakuuliza hili fungu pamoja na macho yako ulikuwa hujaliona, sijui utasemaje. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu hilo ndio lafaa kuwafundisha watu na kuwaonya watu makosa yao. Kila andiko maana yake tufundishe kilichofanya nini jamani? Kilichoandikwa. Tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu tumewauliza manabii, wameandika? Hapana. Tumemuuliza malaika Gabrieli, ameandika? Hapana. Tumewauliza mama Jusi na Mariamu mamaye Yesu, wameandika? Hapana. Wewe uliipata wapi sasa? Labda tumuulize mtu wa mwisho Mungu. Akikataa na yeye. Wewe unayesherehekea tarehe 25 utatuambia. 14 kitabu cha Yeremia ameandika hivi. 14 Yeremia ameandika hivi. Yeremia 14 fungu la 14. Ameandika nini? Bwana Mungu anasema. Ndipo Bwana akaniambia. Ndipo Bwana akasema. Bwana akaniambia. Akasema. Hao manabii wanaotabiri kuzaliwa kwa Kristo tarehe 25. Hao manabii ni waongo kabisa. Wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Wanatabiri nini jamani? Uongo. Maana haikuandikwa. Jamani, tarehe 25 kwamba Yesu alizaliwa haikuandikwa. Kwa hiyo wanatabiri nini tu jamani? Wanatabiri uongo. Wakitumia jina la nani? Kwa jina la Mungu. Endelea. Mimi sikuwatuma. Yeye Mungu hajawatuma. Sikuwatuma. Sasa kama Mungu hajawatuma, mmetumwa na nani? Hiyo ijaze wewe kichwani. Mungu anakataa, hajawafanyaje? Mimi sikuwatuma. Endelea. Wala sikuwaamuru. Wala hajawaamuru. Wala sikusema nao. Wala hajasema na nyinyi. Wanawapeni unabii wa maono ya uongo. Kumbe ni unabii wa maono ya nini tu? Ya uongo. Tarehe 25 Yesu amezaliwa. Umesoma wapi? Si hili ndio tulikuwa tunaliongea habari ya Pasaka. Kwamba Pasaka inakuwa inatofautiana tarehe kila mwaka. Wale mliokuwepo mwaka jana ilikuwa tarehe ngapi? Hata hamjui. Na ya mwaka huu iko tarehe ngapi? 31. Ya mwaka kesho nayo itakuwa na tarehe yake. Sasa hata wale mnaosherekeaga kuzaliwa au tukio, mfano nikiwauliza kipindi uhuru unaingia Tanzania ulikuwa mwaka gani? 61. Wale mlioenda shule ulikuwa 60 na ngapi? 61. Mwezi wa 10 na ngapi? 12. Tarehe ngapi? Tarehe 9. Swali, tukisherekea uhuru tarehe 9 mwezi wa 11 itakubalika? Hapana. Rafiki zangu, hata kama tunadanganywa, ifikie mahali fulani tujiongeze tu sisi wenyewe kwamba hapa tumeliwa kabisa. Tujiongeze tu. Jamani, kubali tu kuishi maisha ya kiwaliwali. Amina. Maana wali uwaga unajiongeza. Ndio. Usiishi maisha ya viazi. Viazi havijiongezaki kabisa. Ukipika viwili unapakua viwili. Viazi havijiongezaki. Lakini ukiishi maisha ya kiwaliwali, jamani, wali unajiongezaga. Ndio. Na ukitaka kuamini, nenda ukapike kilo 1 uone utapakua kilo 5. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jamani, tarehe 25 ya kuzaliwa kwa Yesu kwenye Biblia haipo. Malizia tu ile ya mwisho. Haipo. Hizi ni ibada tu zilizotungwa na watu. Ibada zilizotungwa na jamani? Na watu. Wakolosai 2. Maana hata Mungu amekataa. Mimi Mungu sikuwatuma. Hata sikuamuru. Na wala sijasema nao.
Sasa kama Mungu hajawatuma, nani aliwatuma? Hebu sikiliza kitabu cha Wakolosai 2:22. Wakolosai 2:22. Ameandika hivi. Bwana Mungu anasema, mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa. Sikiliza vizuri hiyo. Hali mkifuata maagizo na mafundisho ya nani? Ya wanadamu. Unafuata maagizo na mafundisho ya nani jamani? Ya wanadamu. Christmas ya tarehe 25 ni maagizo ya watu. Kabisa. Ibada za Jumapili ni maagizo ya watu. Kabisa. Mkiambiwa ukweli mnasema ametuponda. Sasa kama mmepondwa, simkubali sasa. Maana kinachosema ni chenyewe. Utakataa mpaka lini? Maana kama kitu hakikuandikwa, maana yake ni maagizo ya nani? Ya watu. Maana kama ingelikuwa ni maagizo ya Mungu, ingeliandikwa. Amina. Maagizo ya Mungu yote yameandikwa. Amina. Anasema ni maagizo ya wanadamu. Soma. Mafundisho ya wanadamu. Ni mafundisho ya wanadamu. Mafundisho hayo. Na mafundisho hayo. Mambo hayo. Mambo hayo. Yanaonekana kana kwamba yana hekima. Yanaonekana kana kwamba yana hekima. Kana kwamba yana hekima. Katika namna ibada mlivyojitungia wenyewe. Katika namna ya ibada mlizojitungia wenyewe. Jamani, Christmas ya tarehe 25 ni ibada iliyotungwa na watu. Kabisa. Ni ibada mlizojitungia wenyewe. Kwa nini? Maana haikufanywaje? Haikuandikwa. Hujaelewa tu. Sasa mtu mmoja anauliza swali kwamba ina maana sasa kama haikuandikwa tarehe 25 hiyo ilikuwa ya nini? Ngoja nikuonyeshe. Kile mnachokisherekea tarehe 20 ngapi jamani? 25. Kimeandikwa. Wangapi wanasema mhubiri tuambie, wanaoniruhusu niseme mikono juu. Hata kama usingelinyosha ninawaambia. Amina. Mnachokisherekea tarehe 25 sio kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Sasa mtu mwingine anauliza kimoyomoyo, unatuchelewesha nini sasa? Sikiliza. Yeremia 52. Yeremia sura ya 52. Fungu la 31. Fungu la 31. Sikiliza wanachokisherekea tarehe 25. Maandiko matakatifu yanasema, hata ikawa. Sikiliza. Katika mwaka wa 37. Mwaka wa 37. Wa kuhamishwa kwake Yehoyakini. Wa kuhamishwa kwa mfalme Yehoyakini. Mfalme wa Yuda. Aliyekuwa mfalme wa Yuda. Katika mwezi wa 12. Alihamishwa kutoka gerezani mwezi wa 10 na ngapi? Wa 12. Siku ya 25 ya mwezi. Ilikuwa siku ya 25 ya nini? Ya mwezi. Kwa maana ya kwamba ilikuwa tarehe ngapi? 25. Mwezi wa 12. Ebi Merodaki. Mfalme wa Babeli. Katika mwaka wa kwanza kumiliki kwake. Akamuinua kichwa chake Yehoyakini. Mfalme wa Yuda. Mfalme wa Yuda. Akamtoa gerezani. Akamtoa wapi? Gerezani. Tarehe ngapi? 25. Mwezi wa ngapi? Wa 12. Endelea. Akasema naye maneno mazuri. Akaweka kiti chake juu ya viti vya wafalme waliokuwa pamoja naye. Viti vyake juu ya viti vyote vya wafalme waliokuwa pamoja naye. Huko Babeli. Huko wapi? Babeli. Naye akabadili mavazi yake ya gerezani. Yehoyakini akayabadili mavazi yake ya wapi? Ya gerezani. Endelea. Akala chakula mbele yake daima. Hapo akala chakula mbele za wafalme daima. Daima. Siku zote za maisha yake. Siku za Yehoyakini zote za maisha yake. Maana yake ni hii. Alipoinuliwa kutoka gerezani tarehe 25 mwezi wa 12, Yehoyakini akafanyiwa sherehe. Tarehe 20 ngapi? 25. Mwezi wa ngapi? Wa 12. Yehoyakini mfalme wa Yuda wakamwadhimishia sherehe tarehe hiyo. Na ikawa sherehe ya Yehoyakini kutoka gerezani kila tarehe 25 Disemba kwa kila mwaka walisherekea kutoka kwa mfalme Yehoyakini wapi? Gerezani. Ulikuwa unalifahamu hilo? Hii ndiyo ilikuwa sherehe ya mfalme. Na kila tarehe 25 kwa kila Disemba kila mwaka walifanya sherehe.
ya kukumbuka kutoka kwa gerezani, kutoka gerezani mfalme nani jamani? Yehoyakini. Lakini wajanja walipozidi ulimwenguni, wasomi walipozidi, hiyo sherehe ikavikwa Ukristo. Badala ya kutangazwa kwamba ni tunakumbuka kutoka kwa mfalme gerezani, ni ukumbusho wa kutoka kwa mfalme gerezani, badala yake ikatangazwa ni kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Na wasomi wakipotea, bumbumbu yeye sijui anakuwaje sasa. Yeye sijui ndio anapotea mara ngapi. Maana mbumbumbu wao waga wanaswagwa tu. Hata kama kuna shimo mbele, pa pa, kimbia kimbia. Hajui anakoenda na anakotoka. Wasomi wakatangaza hii tarehe ya kuzaliwa. Maana walikubaliana kwamba tukiendelea kuitangaza kwamba ni tarehe ya kutoka gerezani mfalme, watu wote wanaosoma na wajanja wote wataikubali. Ili kubalike, tuitangaze kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Tarehe hiyo ikatangazwa. Na mpaka dakika hii unaposherekea tarehe 25 Disemba, yani mwezi wa 12, unasherekea bado unakumbuka kutoka kwa mfalme wapi jamani? Gerezani. Bado unasherekea kabisa. Ni kitu kilichofichwa tu ndani ya kitu fulani. Hii sherehe ilifanyika huko wapi jamani? Babeli. Babeli kwenye machafuko. Na ndiyo maana sikukuu hii ya Christmas, hii sikukuu haina utukufu hata kidogo. Kwa nini? Maana mwenyekiti wake ni Shetani. Ndiyo maana haina utukufu, maana chanzo chake ni Babeli. Na Babeli maana yake ni machafuko. Na ndiyo maana ndani ya sherehe hii ya Christmas, kama ni machafuko yanafanyikia ndani ya tarehe hii. Yaani kama ni watu kulewa, wanalewa kwenye Christmas. Tarehe 20 ngapi? 25. Kama ni uzinzi unafanyika tarehe 25. Tafuta guest tarehe 25, utakuta vyumba vyote vimejaa. Na watu wanakodi vyumba tangu tarehe 23. Tangu 21 vyumba vinaanza kupata wageni. Ukienda tarehe 25 unakuta vyumba vyote vimejaa. Sikukuu hii rafiki yangu, chanzo chake ni Babeli. Na ndio maana na machafuko mengi. Kama ni watu kugongwa gari, ajali nyingi zinapatikana tarehe 20 ngapi? 25 Disemba. Kama ni watu kubeba magonjwa ya zinaa, tarehe hii inabebesha sana magonjwa ya zinaa watu. Guest zinajaa. Na watu wanajaa kila kona. Yaani tarehe hii 25 mpaka na guest maso nazo huwa zinajaza. Mpaka na zile guest maso house zinajaza. Kabisa. Maana utakuta watu wanaitana, yani kila kona wanapigana mahaleluya ya miwa. Mpaka unashangaa. Kila kona utakuta haleluya heme pingila mua. Haleluya heme juice. Haleluya pigwa pipi. Haleluya pigwa na... Sasa nisikilizie ile jioni sasa kajua kakizama. Kila mmoja anaanza kufuatilia haleluya yake. Alojo basi nisubirie basi, umekula na mua wangu simama. Haleluya yangu. Haleluya yangu. Kila mmoja anafuatilia haleluya yake. Na hapo hakuna hata cha kupelekana guest. Hapo ni guest maso wote. Ni kuvutiana tu guest wapi? Maswa. Maswa house. Utakuta guest hizi nazo huwa zinajaza, ambazo hakunaga cha kodi, hakunaga cha ushuru. Yaani kodi yake akiumwa siafu amelipa. Akilala kwenye siafu zikamuuma amelipa kodi. Naomba mnisikilize. Tarehe 25 ni tarehe ya kutoka kwa mfalme Yehoyakini wapi? Gerezani. Sijasikia. Ni tarehe ya kutoka kwa mfalme Yehoyakini wapi? Gerezani. Sio tarehe ya kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Shida wachungaji hawaambiagi ukweli. Na wengi wanaopotea ni kwa sababu ya wachungaji. Biblia imeandikwa hivi, napomaliza hili somo. Kitabu cha Yeremia.
Sikiliza Yeremia 50 fungu la 6. Yeremia 50 mstari wa 6. Sikiliza watu wanaopotea. Bwana Mungu anasema, watu wangu. Sikia hii. Wamekuwa kondoo waliopotea. Nani kawapoteza? Sikiliza. Wachungaji wao. Nani kawapoteza? Wachungaji wao. Sikiliza hiyo. Wamewapoteza. Wengi wanaopotea leo ni kwa sababu ya wachungaji wao. Maana hata ukiwaambia ukweli, sasa hivi wachungaji hawana amani. Mpaka nitoke hapo. Na kila leo wanapita nyumba kwa nyumba, msiende hapo. Wale ni manabii wa uongo. Sasa anataka msije hapa ili mkaja mkaelewa nini? Ukweli. Maana anajua kabisa kwamba wakienda pale wataenda wakaelewe ukweli. Na wakielewa ukweli lazima watatoka. Na wakitoka sadaka zinafanya nini? Zinapungua. Kwa hiyo utakuta anatetea shekeli. Anasema wengi wanaopotea, sikiliza vizuri, wengi wanaopotea katika ulimwengu wa sasa wanapotezwa na wachungaji wao. Wachungaji wao wanawapoteza sana. Maana hawaambii ukweli. Wao kazi yao ni kuwaomba tu nini jamani? Sadaka. Kila leo mtawashonea mno suti. Nyinyi mmejaa mitumba, wenzenu wana suti. Na Yesu akija mbinguni amfanyi nini? Nafuna wenyewe wasiende, ila walipata faida ya suti. Una faida gani? Wengi wanaopotea ni kwa sababu ya wachungaji wao. Maliza wewe. Wachungaji wao wamewapoteza. Wamewapotosha milimani. Wamekwenda toka mlima. Toka milima hata kilima. Wamesahau mahali pao. Mahali pao pa kupumzika. Wamesahaulishwa hata mahali pa kupumzika. Badala ya kupumzika siku ya 7 Jumamosi, wanapumzika siku ya kwanza ya juma ngapi? Jumapili. Wanaowapoteza ni wanani? Wachungaji wao. Wao wanataka kula. Wenzako ni watafuta ugali, ni watafuta mkate. Hawezi wakakwambia ukweli. Maana Biblia imeandikwa hivi, Warumi 16 fungu la 17. Warumi 16. Sikiza mafungu haya ya mwisho. Fungu la 17. Bwana Mungu anasema, imeandikwa hivi, ndugu zangu wapendwa, nawasihi. Sikiliza. Nawasihi. Waangalieni wale wafanyao fitina. Waangalieni wale wanaofanya fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza. Kinyume cha mafundisho yaliyoandikwa kwenye Biblia. Mkajiepushe nayo. Hao watu nendeni mkajiepushe. Mkajiepushe nao. Kwa sababu. Hebu sikiliza. Kwa sababu. Sikiliza vizuri hiyo. Walio hivyo. Sikia. Hawamtumikii Bwana wetu Kristo. Bali ni nini? Matumbo yao wenyewe. Wanatumikia matumbo yao wenyewe. Na kwa maneno laini. Na ya kujipendekeza. Waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Wanachotafuta ni kunenepesha nini? Matumbo. Dunia iko mbali kabisa. Chukua tahadhari baba. Amina. Chukua tahadhari mama. Amina. Popote unaponiangalia kijana, chukua tahadhari. Amina. Binti, chukua tahadhari. Nataka unisikilize vizuri. Ibada zote ambazo hazijaandikwa kwenye Biblia ni ibada za nini? Za uongo. Ni ibada za watafuta mikate. Ndio maana mwimbaji mmoja akasema watu wanapenda mikate. Yaani wengi wanasema uongo kwa ajili ya kutafuta nini? Mikate. Ndio maana wengi yani wameumia mno, wanatuombea tuende haraka. Wanaziombea wiki 2 ziishe mapema. Wakisikia tumeongezeka ya 3, utaona wengine wameanza na kuharisha na panako kuharisha kende. Napenda niwaambie rafiki zangu, njoni tumwabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli. Mika 2 fungu la 10 ameandika hivi. Sikiliza. 2 fungu la 10. Ameandika hivi.
Mika 2 fungu la 10. Mika 2 fungu la 10, Bwana Mungu anasema. Sikiliza vizuri hilo fungu. Ondokeni. Jamani, tokeni huko. Ondokeni. Na wala sitaki niwafiche. Ondokeni. Tokeni huko. Mwende zenu. Christmas ya tarehe 25 sio sahihi. Tokeni huko. Ondokeni. Ni ibada za uongo. Ondokeni. Tokeni huko. Ondokeni. Sikiliza. Mwende zenu. Maana hapo sio mahali pekee. Sipo mahali pa raha yenu. Sipo mahali pa raha yenu. Kwa sababu ya uchafu. Na kwa sababu ya uchafu. Kwa sababu ya uchafu. Kwa kweli mtaangamizwa. Mtaangamizwa. Naam. Tena kwa maangamizo mazito sana. Mtaangamizwa kwa maangamizo mazito sana. Kwa usalama wa maisha yako. Tokeni huko. Amina. Baba yangu, mama yangu, kokote unakonitazama, tokeni huko. Amina. Popote unakonisikiliza, tokeni huko. Amina. Maana hata ukitoka hawakupeleki mahakamani. Wakikupeleka utawashinda. Maana na kule ulienda we mwenyewe. Na toka wewe mwenyewe. Fungu la mwisho Ezekieli 12 fungu la kwanza. Tokeni huko rafiki zangu. Naam. Tokeni huko, fungu la kwanza. Ezekieli 12 fungu la kwanza. Ameandika hivi. Bwana anasema. Neno la Bwana likanijia tena kusema. Sikiliza vizuri. Mwanadamu. Mwanadamu. Sikia. Wewe unakaa kati ya nyumba iliyoasi. Katika nyumba zilizoasi. Iliyoasi. Watu ambao wana macho ya kuona ila hawaoni. Na kweli macho wanayo lakini hawaoni. Biblia wanazo lakini hawaoni. Wana masikio ya kusikia. Wana masikio ya kusikia lakini hawasikii. Ila hawasikii. Kwa maana ni nyumba iliyoasi. Makanisa yaliyoasi. Basi mwanadamu, wewe unanisikiliza, funga tayari vyombo kwa uhamisho. Anza kufunga tayari vyombo vyako. Kwa nini? Kwa uhamisho. Kama ni Biblia, chukua kila kitu, chukua kwa uhamisho. Endelea. Ukahame wakati wa mchana. Tena wanakuambia hama wakati wa nini? Wa mchana. Jumamosi ni ubatizo wa mchana. Hama wakati wa nini? Wakati wa mchana. John, tubatize Jumamosi, watu wanawaona. Mbele ya macho yao. Hameni mbele ya macho yao yenu. Nao utahama toka mahali pako. Toka mahali hapo. Toka mahali pako hapa. Kwenda mahali hapo. Mpaka mahali pengine. Labda. Mbele ya macho yao. Hama mbele ya macho yao. Labda watafahamu. Wajapokuwa ni nyumba iliyoasi. Kwamba wao ni nyumba iliyo nini? Iliyoasi. Nyumba iliyoasi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na sisi tunaohubiri hapa, rafiki yangu, mnaotuona hapa tunahubiri, tulitoka. Tulipogundua tuko kwenye ibada za waasi, tulifanya nini? Tulitoka. Tulipogundua tuko Babeli, tulifanya nini? Tulitoka. Mpaka sasa hivi tunanesa kwa Yesu. Amina. Unasubiri nini wewe kutoka? Wengine mchungaji akijua ana mbingu. Unamwogopa mchungaji, atakusaidia nini? Si yeye unamjazia sadaka tu. Kwani ukitoka atakufanyaje? Atakuroga. Amna. Mbona sisi tulitoka na tuko hai? Ndio. Jamani, ukielewa ukweli fanya nini? Badilika. Ukielewa fanya nini? Badilika. Mimi nimenawa. Amina. Wangapi wamenielewa? Walionielewa mikono juu. Get the point. Take a step forward.